siku nyingine tena tunakutana hapa ndani ya kipindi hiki cha Kumekucha Kishindo. Bila shaka uko salama kabisa mtazamaji wa ITV Super Brand Afrika Mashariki. Karibu sana tuzungumze pamoja kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu ujasiriamali, ubunifu, biashara, ambapo vijana wenzetu hufanya kazi hizo. Tunawaona, tunawalika hapa na kuweza kuzungumza nao kwa mapana na marefu juu ya kile ambacho wanakifanya. Kipindi hiki unaweza kukifuatilia moja kwa moja kupitia katika mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook na YouTube. Tutafute huko kwa anwani ya ITV Tanzania. Na leo ndani ya Kumekucha Kishindo tunazungumzia kuhusu teknolojia na utunzaji wa ngozi. Teknolojia na utunzaji wa ngozi, na kulizungumzia hili zaidi nimemwalika hapa Oscar Malela. Huyu hapa Oscar Malela ni mmiliki wa FLX Skin Clinic. Ni mmiliki kwa maana kwamba ni mwanzilishi. Ili kuwaje akaanzisha kliniki ya masuala yanayohusu ngozi na urembo kwa ujumla wake? Maanake tunajua tukisikia masuala yanayohusu urembo moja kwa moja mitazamo yetu tunamuona mwanamke, lakini yeye ni kijana wa kiume, ameamua kuja na ujasiriamali huu wa kumiliki ama kuanzisha kliniki kwa ajili ya urembo wa ngozi kwa wanawake. Atatueleza pia na kama kwa wanaume anatoa hizo huduma, atatueleza kwa mapana na marefu. Mimi ni Halfan Abdul Kadir. Karibu sana, tuungane pamoja kuanzia sasa hadi tamati ya kipindi hiki. Bwana Malela, mambo vipi? Safi kabisa. Uko vizuri? Niko vizuri. Nami naona. Naam. Tueleze kuhusu FLX Skin Clinic, ama jina lingine ni FLX Authentic Clinic. Yes. Tueleze kuhusu hii. FLX Skin Clinic ni kliniki ya ngozi, inahusika na utunzaji wa ngozi moja kwa moja, na imegawanyika katika maeneo makubwa matatu. Hatua ya kwanza tunauza bidhaa za urembo, lakini specifically ni kutokea Korea Kusini. Sawa. Sasa kwa nini Korea Kusini? Ni kwa sababu mimi pia nilisoma Korea Kusini kwa miaka 12. So wakati niko Korea Kusini niliona hiyo fursa, kwa sababu ni nchi ambayo imejikita sana katika teknolojia, ni wako vizuri katika teknolojia, lakini katika urembo pia wamebobea. Kwa hiyo nikaona itakuwa ni fursa nzuri kuleta kitu kizuri nyumbani pia. Kwa hiyo baada ya kumaliza masomo nzuri kula na ndugu. Yes. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba ni fursa nzuri kuweza kuwashirikisha ndugu zangu wa Tanzania, nikaona ni vema nikaanzisha hii FLX Skin Clinic kwa kuleta bidhaa za vipodozi kutokea Korea Kusini. Nje ya hapo pia tunafanya facials, lakini pia tunafanya huduma zingine zinazohusisha injectables tunaziita. Yes, kwa katika hayo maeneo matatu ndio FLX Skin Clinic imejikita hapo. Okay, asante sana kwa utangulizi. Yes. Na kwa miaka hiyo ulioitaja ukiwa Korea na hayo ambao umeyaona huko Korea, wazo la kuja kufanya hiki ambacho leo tunakizungumza hapa ndio lilichukua muda gani? Lilichukua takribani mwaka mmoja, pale ambapo nilikuwa ninakaribia kuhitimisha masomo yangu, kwa sababu kwa kusomea mimi ni mtaalamu katika maeneo mawili. Moja ni lugha ya Kikorea. Kwa unajua Kikorea vizuri kwa sababu nimefanya ni kozi wanasema major course. Major course, na tena nimesomea Dodoma. Wanaweza wakashangaa wa Tanzania kwamba huyu sasa inakuwaje hiki Korea amekisomea wapi? Nimesomea Dodoma chuo kikuu wanatoa kozi ya kufundisha Kikorea, bachelor degree. Kwa hiyo nilisoma pale miaka 3. Wakati nimemaliza kusoma kozi ya Kikorea pale Dodoma, nikapata fursa moja kwa moja scholarship wanaita kwenda Korea Kusini kwa ajili ya kusoma teaching Korean as a foreign language. Kwa mimi ni mwalimu wa lugha ya Kikorea. Kwa nikasoma tena bachelor degree, another bachelor degree. Baada ya hapo ndo nikabadilisha kozi, nikasoma master's degree katika kozi ya biashara, lakini pia nikasoma PhD katika kozi ya biashara. Kwa nikiwa niko katika kumalizia masomo ya PhD, nikapata wazo sasa la kusema kwamba ninamaliza kozi hapa na kwenda kufanya nini nyumbani? Na option kadhaa, naweza nikafundisha, naweza nikaenda nikafundisha chuo, au nikatafuta ajira nyingine inayohusiana kwenye makampuni, mashirika binafsi au serikalini. Lakini mimi nikaona fursa katika urembo, kwa sababu niliona changamoto katika ngazi au maeneo ya urembo kwa wanawake na wanaume
wengi wamekuwa wakitumia vipodozi ambavyo vimekuwa vikiwaletea madhara tuseme, kwa sababu ya ule ubora. Changamoto ziko nyingi, kuna ubora, kuna matumizi mabaya, lakini mimi nikaona ni bora nikawaletea vitu vizuri vya kutokea Korea Kusini ambavyo vina ubora wa hali ya juu na viweze kuwasaidia si wanawake tu, lakini pia na wanaume pia. Safi kabisa, asante sana kwa utangulizi huo. Yes. Kwa hiyo kilichokuvutia zaidi ni fursa baada ya kwenda Korea. Yes, kaona hata ngoja niingie huko. Yes. Ni mwaka mmoja sasa, sio tangu yes, ni mwaka mmoja. Safi sana. Lakini mapokezi kwa jumla wake unayaonaje tangu hapa Tanzania, sio? Mapokezi ni mazuri kwa sababu biashara inajitambulisha au inajiuza yenyewe pale mtu anapopata ile huduma akaona ule ubora. Kwa hiyo ubora wa huduma zetu ndio hasa kinachotufanya mteja akija huyo mmoja analeta na mwingine, kwa sababu kitu kizuri kinajitambulisha chenyewe. Kwa hiyo mapokezi ni mazuri kwa sababu zile changamoto ambazo sisi tunazitatua ndizo hasa changamoto zilizo kwa watu wengi. Kwa mfano kuondoa visunzua. Watu wengi wanapata shida, wako na visunzua lakini hawajui namna ya kuviondoa. Kwa mtu ambaye pengine havifahamu visunzua. Visunzua vinakuwa kama ni vipele fulani lakini haviwashi, vinakuwa ni dots fulani hivi ambavyo vinatokea vyeusi kwenye ngozi, hasa usoni, ndio mara nyingi na shingoni vinakuwa viko hapo. Sasa sisi tunatumia, umezungumzia teknolojia. Tunatumia teknolojia ya laser. Kuna mashine inaitwa CO2 fraction laser machine. Ile ni teknolojia nzuri sana, inatumika duniani kote, na hapa Tanzania tumeona ni vema tukawa nayo. Kwa hiyo tumeimport teknolojia na wataalamu ambao tumewatrain, wanafanya vizuri. Kwa hiyo changamoto kama hizo za kuondoa visunzua, kuondoa makunyanzi, na changamoto zingine za ngozi kuwa iko rough, unaweza ukatumia hiyo teknolojia ya CO2 fraction laser machine kutatua changamoto hizo. Okay. Yes. Haya, anaitwa Oscar Malela, huyu ni mmiliki wa FLX Skin Clinic, ndo ambaye tunazungumza naye hapa. Aliona fursa kwenye urembo, masuala ya ngozi, akasema hata ngoja nichangamkie fursa huku na kuweza kutoa fursa kwa vijana wengine. Atatueleza ni vijana wangapi ambao wanafanya nao kazi. Karibu sana. Kama ndo kwanza kabisa unajiunga nasi, una swali, una maoni, 0756550066 unaweza kupiga simu moja kwa moja hapa kuuliza swali kuhusu haya ambayo tunayajadili. Katika huduma ambazo mnazitoa FLX Skin Clinic, ni huduma gani ambayo inapendwa zaidi na watu wenu? Huduma ambayo inapendwa na watu wengi, iko huduma inaitwa Botox. Botox ni huduma inayohusisha teknolojia kuondoa makunyanzi au kupunguza muonekano wa makunyanzi. Ni anti-aging, tunaita anti-aging treatment. Sasa hiyo ndio huduma kwa sababu inaonyesha matokeo ndani ya siku 3 peke yake, unaona matokeo. Wrinkles zinakuwa hazionekani tena. Kwa hiyo ndio huduma pendwa sana. Ukiachilia huduma ingine ya kuondoa skin tags na kuifanya ngozi iwe nyororo. Yes, ya kwanza kabisa namba 1 ni kuondoa makunyanzi. Wanaipenda sana, hasa watu wazima. Wanaipenda sana. Kwa vijana wanapenda ngozi nyororo, wanaita glass skin. Tuna huduma inaitwa Korean glass skin facial. Ile wanaipenda sana pia kwa wadada sana. Ambayo yenyewe inakuaje hiyo? Yenyewe tunatumia teknolojia inaitwa enzymes facial. Kwa hiyo kuna products maalum ambazo unampaka mteja. Kwanza kuna procedures zinaanza, ziko kama hatua 12 mpaka kwenda kufikia hatua ya mwisho, na huduma hiyo inatumia kama saa 1. Kwa hiyo kwanza unaanza kumsafisha mteja uso wake. Ukishakwisha kumsafisha, unafanya extraction, kuondoa dead skin, kuondoa kama kuna chunusi, basi kuzikamua wanaita, lakini kwa kutumia mashine. Procedure zote zinatumia mashine. Halafu baada ya hapo sasa ndio unamwekea hiyo enzymes facial. Hili ndio inafanya hasa kuwa glass skin, ile ngozi inakuwa nyororo. Okay. Yes. Hiyo ndio huduma ambayo inapendwa sana na wadada. Kwa watu wazima ni anti-aging facial. Okay. Inapendwa sana. I say safi sana. Na namna ambavyo unajitofautisha na watu wengine, naona hapa kuna kazi zinapita, tutazungumza baadaye kuhusiana na kina tunachokiona hapa. Yes. Namna ambavyo unajitofautisha na watu wengine, kwa sababu kama tunavyojua soko la urembo ni kubwa sana. Yes. Na kila leo teknolojia inazidi kupanuka katika soko hili la urembo.
unajitofautisha vipi? Utatujibu. Tupokee simu kwanza ya mtazamaji wetu, anaitwa Margaret kutoka mkoani Kilimanjaro. Habari ya asubuhi Bi Margaret, na karibu kwenye Kumekucha Kishindo. Karibu sana. Tafadhali ongeza kidogo sauti yako. Ndio. Na upele ni hapa sehemu ya kwenye pua hata hivi na vipele vyeusi, lakini havitoka, naomba vinawasha wala vipele vyeusi. Vipele vyeusi kwenye nini umesema? Yaani sehemu za kwenye pua karibu na vipele vyeusi kuacha haziwasiki. Okay. Ni muda gani unavyo hivyo vipele vyeusi? Yaani nimekuwa tukielekea toka na wakati nimetumia mafuta wala. Haya basi, atakupa maelezo. Haya, asante sana Margaret kutoka mkoani Kilimanjaro. Kidogo usikivu wako pia haukuwa mzuri sana, lakini tumekupata kwa namna ambavyo tumejitahidi kukupata. Vipele vyeusi. Sasa ushauri wa kwangu mimi, na mara nyingi hiyo ndo formula ambayo tunaitumia kwa wateja wote. Sisi tuna huduma ya kutoa ushauri bure na kupima ngozi bure. Okay. Kwa hiyo hatua ya kwanza tunayofanya ni kumshauri mteja afike kliniki kwetu, kwa sababu ushauri ni bure, kupima ngozi ni bure, kuonana na mtaalamu ni bure, ili tuweze kumtibu mteja. Kujua kwanza hivyo vipele inaweza ikawa ni infection, kwa maana ya labda ni mashambulizi, ni wadudu, bakteria na nini. Kwa hiyo hatuwezi tukapata jibu la moja kwa moja kwamba changamoto yake ni hii moja kwa moja kwa kumsikiliza mteja, aidha amepiga simu au ametutumia picha. Hatua ya kwanza tunapima kwanza ngozi. Sasa kwa hiyo akishafika kliniki, basi tutakuwa na uwezo wa kuweza kumshauri, kwa sababu ushauri ni bure, vipimo ni bure. Ni vizuri akafika tukampima. Nzuri. Yes. Haya, tuje kwenye swali langu la msingi ambalo nimekuuliza, namna unavyojitofautisha na watu ambao wanafanya kazi kama ambayo wewe unaifanya. Namna ambavyo tunajitofautisha sisi, kwanza kuanzia namna tunavyompokea mteja. Namna ambavyo tunampokea mteja, tunampeleka moja kwa moja kwenye vipimo kutokana na changamoto alionayo. Tunampima bure, tuna skin analysis machine, tunatumia teknolojia. Tunampima ngozi yake kujua kwanza changamoto yake hiyo ni nini hasa. Tukishajua, basi tutamuelezea treatment plan, mpangilio wa matibabu yake. Baada ya hapo tutampatia gharama. Sasa yeye ndo atafanya uamuzi. Anaweza akasema ngoja nirudi nyumbani niende nikajipange, nitarudi tena. Sasa hiyo ni hatua moja wapo. Samahani Oscar, yes. Utaendelea ulipoishia. Naam. Tupokee simu ya Esther kutoka Mtwara. Habari ya asubuhi Esther. Salama sana, karibu kutoka Mtwara. Una swali, una maoni kwa bwana Oscar Malela? Nilikuwa nauliza. Salama, habari za asubuhi. Karibu sana. Zuri. Hapa tuko vizuri tu. Sasa unaswali alafu ninaoni. Karibu sana. Nilikuwa nauliza hivi. Halo. Unasikika Esther kutoka Mtwara? Usijisikilize kupitia televisheni yako, nisikilize mimi kupitia simu. Sawa. Nilikuwa nauliza hivi. Ndio. Huyo mheshimiwa vipi hizo dawa zake anasambaza? Hivyo Esther, unajisikiliza ndo tatizo, ndo maana unajichanganya mwenyewe. Pole sana. Unaweza ukatutafuta tena. Haya, malizia ulipoishia, namna unavyojitofautisha kwa sekunde chache. Naam, hatua ya kwanza ndo kama hiyo ambayo tayari nimekwisha kuielezea, lakini hatua ya pili tumewekeza nguvu kubwa sana katika wataalamu. Hatua tunayoifanya ni kuweza kuwafundisha wale vijana ambao tunao. Ni vijana wa Tanzania, lakini tunawafundisha katika ngazi, aidha tunaweza tukawalipia mafunzo na wanakwenda Korea Kusini, wanajifunza teknolojia zile ambazo tuko nazo na matibabu ambayo tunayatoa. Kwa hiyo wanapokuja, wanaporudi nyumbani tena, wanakuja kwenye kituo chetu cha kazi, wanakuwa ni wataalamu ambao wamebobea. Kwa hatutaki kufanya
biashara kwa maana tu ya kuuza viporozi ama kutoa matibabu ambayo hatuna uhakika nayo. Watu wa huduma tumewekeza nguvu kubwa sana kuweza kuwekea maarifa na ujuzi unaotakiwa. Hicho ndio kinachotofautisha. Tuzungumzie kuhusu hiki ambacho tunakiona kwenye runinga. Hapo ni matibabu ya aina mbalimbali ambayo yanaonekana. Hiyo ambayo inaonekana sasa hivi ni Botox, inaitwa ni anti-aging. Yes, ambayo inapendwa sana na watu wazima. Yes. Alafu kuna hair loss treatment ambayo inaonyesha kuna kama nywele hivi zimepungua, huyo hapo. Hiyo ni huduma ambayo tunaita sisi PLP, hair loss treatment. Hiyo ni huduma ambayo inarejesha nywele, wingi wa nywele. Kwa kama nywele zimepungua, basi zinarudishwa kwa kutumia hizo treatment. Ina session ya kwanza, ya pili na ya tatu, nywele tayari zinakuwa ziko full. Okay. Yes. Kwa hiyo ziko huduma nyingi. Hiyo ni skin analysis machine ambapo mteja akishafika ofisini kwetu, hatua ya kwanza tunampeleka kwenye mashine hiyo hapo, anapima kwanza ngozi yake, tunajua changamoto yake ni nini, kama ngozi ina mafuta au haina mafuta, kama ni kavu, kama na visunzua, visunzua vimeenda ndani kwa kiwango gani, ili tujue tunapotumia tiba ambayo tutakwenda kuitumia pale, tujue ni process gani ambayo tutaitumia. Lakini hiyo hapo ni IV drip, ni inaitwa IV drips therapy kwa maana ya kuna anti-aging, kuna energy boost. Wakati mwingine mtu anakuwa anahisi mwili kuchoka muda wote, hata alale namna gani masaa mengi, lakini bado mwili umechoka. Kwa hiyo hapo pia tuna vitamins ambazo tunazitumia kwa njia ya IV drip. Kwa hiyo tunamwekea drip, anapata nguvu katika mwili. Kwa hiyo ziko huduma nyingi ambazo mnazitoa. Yes. Okay. Hongera sana. Naam, shukrani. Hongera sana kwa kazi hii nzuri ambayo unaendelea kuifanya. Shukrani. Ulizungumzia kuhusu namna mnavyowapa fursa na vijana wengine kuwa kama wasaidizi wako, kwa kuwapa mafunzo kwa ajili ya kujifunza haya mambo. Vigezo gani huwa unavizingatia kuunda timu? Vigezo ambavyo tunavitumia kwa sababu huduma zetu ni za kitaalamu. Kwa hiyo timu yetu imeundwa na watu wenye ujuzi wa aina mbili. Either awe medical doctor au awe nesi. Kwa hiyo hao watu wawili ndio tunao train, tunawapa mafunzo ili waweze kutoa hizi huduma ambazo tunazitoa. Kwa hiyo ujuzi ni hizo kategori mbili tu. Manake hapa mtu asije akawa naona mtu kama mimi hapa na mass communication yangu nikaja zangu hapo ikawa kizaazaa. Hapana, ni awe daktari au awe nesi. Safi kabisa. Namna ambavyo unavyodhibiti ushindani wa kibiashara na ukizingatia masuala ya teknolojia, kama tunavyojua kwenye urembo yanazidi kupanuka, yanazidi kuwa na wigo mpana. Vipi unapambana na huu ushindani uliopo? Ushindani kwa sasa hivi kwa asilimia kubwa kwanza kweli umekuwa ushindani huko. Na wakati mwingine kwa sababu ya wigo wa hizi social media zimetengeneza mazingira ambayo mtu unaweza ukawa unatoa huduma nzuri na mtu mwingine anatoa huduma nzuri, lakini kwa sababu ana kelele nyingi sana mtandaoni akajikuta anapata wateja wengi sana kulikoni wewe ambaye umewekeza nguvu kubwa sana katika timu ulionayo, teknolojia ulionayo, lakini hausikiki, haujulikani. Kwa hiyo ili kupambana katika ushindani wa namna hiyo, tumewekeza pia nguvu katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mtu yeyote akitutafuta kwenye Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, huko kote tuko kwa jina la FLX Aesthetic Clinic. Tuko tunapatikana. Kwa hiyo unaweza ukapata taarifa zetu nyingi, lakini pia tunatoa elimu kila siku kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunaweka contents ambazo zinatoa elimu ya vile vitu ambavyo tunavifanya. Yes. Hiyo ndo njia tunayoitumia. Na hiyo elimu ni kwamba unatoa kuelimisha jamii kuhusu utunzaji wa ngozi? Sawa. Ndicho tunachokifanya. Utunzaji wa ngozi, lakini pia kwa mfano mtu kuna complaint nyingi unajikuta, kwa mfano huyu dada ambaye amepiga simu kutokea Kilimanjaro, anasema ametumia mafuta ya kila aina, hajaona matokeo. Kwa hatua ya kwanza, mara nyingi sisi tukiongea na wateja na content zile ambazo tunaziweka mtandaoni kwa ajili ya kuelimisha, nasema usifanye guesswork. Usibuni tu kwamba
pengine hii itanisaidia. Kwanza hatua ya kwanza ni kujua chanzo cha tatizo. Kwa hiyo ni kupima kwanza ngozi. Hata kama unaumwa, huwezi ukajiamulia kwenda pharmacy tu nipatie hiki. Hatua ya kwanza ni upime, je, una malaria kweli? Usio unakunywa tu dawa alafu hujui hata kama ndio shida ambayo iko. Kwa hiyo hicho ndo elimu ambayo tunaitoa, ni elimu zinazoendana kama hizo, kwamba usifanye maamuzi haya hapa kama unaona dalili hizi hapa. Unaweza kudhani kwamba tatizo ni hili hapa, lakini kumbe sio tatizo hilo. Kwa tunawapa elimu sasa kwamba jaribu kwanza kufanya hivi na hivi na hivi, ili uweze kuthibitisha kwamba hicho unachohisi wewe ndio hicho. Je, ndicho? Sawa kabisa. Yes. Kwa hiyo kazi yetu ya ualimu wa lugha ya Kikorea tunaifanya kama kawaida. Kazi ya lugha ya Kikorea kwa sasa hivi ina kazi yake kiuhalisia katika maisha ya kila siku. Kuna kipindi fulani kuna Wakorea walikuwa wanataka kuwekeza hapa Tanzania. So walikuwa wanatafuta mtu wa kuwasaidia. Wao hawajui Kiingereza, wanajua Kikorea peke yake na hawajui Kiswahili. Kwa hiyo mara nyingi mimi ndio wanatumika kama kalimani. Yes. Sasa kwa hiyo wakija basi nawapeleka kwenye mamlaka zile za serikali na maeneo yale ambayo yanahusika katika kile ambacho wanataka kukifanya. Hapo lugha yangu ya Kikorea ndio ipo inapoenda kutumika. Safi sana. Yes. Tueleze FLX Skin Clinic inapatikana wapi na kwenye mitandao ya kijamii, pengine mawasiliano? FLX Skin Clinic inapatikana Mikocheni kwa Mwalimu Nyerere, na ukitaka kutupata unaweza kutupata kwa namba 0650357273. Tarudia tena 0650357273. Na kwenye mitandao ya kijamii unatupata kwa jina la FLX Aesthetic Clinic, au hata ukiingiza tu jina FLX Skin Clinic pia bado unatupata. Asante sana, tumefurahi kuungana nawe asubuhi ya leo kwa elimu nzuri uliotupatia. Hongera sana, wasalimie sana FLX Skin Clinic. Shukrani sana. Ombe tunawasalimia ITV. Nimefurahi pia na wao nitafikia salamu. Shukran sana. Anaitwa Oscar Malela, ni mmiliki wa FLX Skin Clinic, ndo ambaye tumezungumza naye hapa, na leo tulizungumzia kuhusu teknolojia na utunzaji wa ngozi. Tumekamilisha hivi kipindi hiki cha Kumekucha Kishindo. Nasema asante kwa muda wako tangu tulipoungana mpaka wakati huu. Mimi ni Halfan Abdul Qadir, nikutakia asubuhi. You walking tight, stress from the world outside, skin feeling dull, but we bring it back to life, from products on the shelf to that